Jibiri nilienda kupigwa wenyewe. Nilitoka tu shule nikaenda kupigwa kwa Loreto high school. Nikaona hizi symptoms juu nilikuwa club ya counseling. Nikaona hizi symptoms niko nazo kama za HIV. Nikaomba tu permission nikaenda Nakuru town nikapigwa nikapata ni positive. So hapa ndio unaishi? Okay. Unaishi peke yako? Oh. Okay, so pesa ya kupika na kufanya na za kununua chakula na kufanya vitu zingine wewe utoa wapi? Ama kununua nguo ama ni ria sana ununue? Ni ria. Ni ria sana ununue nguo. Tangu 2018. Mambo imekuwa mbaya. Pole sana. Haya, sasa story na kukula unatoanga wapi pesa ya kukula? Naletea broilo. Okay. Yes, sawa. Nani hukupikia na vitu kama hizo? Sasa zingine sister yangu analeta chakula, sasa ninajipikia. Sasa unatoa wapi pesa ya kupika na nini kwa sababu naona uko peke yako? Hapo sasa ni shida. Keje iko ndio natumia. Kama kuna pia uji. Lakini hapo bado kuna changamoto kubwa. Juu hata hii TB ningekuwa nimeamka kitambo sana. Juu hata matunda ujue inafaa ikuwe variety. Sasa hii siwezi afford. Uchungu bado iko. Uchungu iko. Pole sana. Sikujua nitafika hapa lakini Mungu yuko. Pole sana. Juu sasa ukiwa chini hakuna kitu unaweza fanya hata kujitetea wapi. Juu unasaidiwa kila kitu unajua utasema ndio. Tazenye hujafanya mtu anataka kuchapa like damn wewe ni mtu kubwa. Kwani ni mashida gani unapitia kwa sasa? Ni mashida gani hayo? Siko tu at peace. But tutakuwa at peace. Ile time si nilikuwa kwa nyumba, nikiwa kwa nyumba peke yangu. Machozi ilikuwa inatoka tu. Najaribu kuzuia but tears just kept coming. Najaribu kuimba nyimbo za Mungu za kuworship, tears tu. Yaani ilikuwa sasa hiyo ndio imekuwa maisha especially usiku. Ni machozi tu. So tukianza hizo story hata hiyo siku anataka kujua ni nini napitia. Yaani nilikuwa nataka niingie tu hata kwa shimo ingine. Mali sioni mtu. So that's why nilikuwa tu nimefika kwa kona. Ya mpaka naambia Mungu kama nimemaliza kazi si unichukue. Nikiangalia vizuri na ni vizuri niwaonyeshe, naona uko na kitanda very special man. Mpaka duvet ulikuwa unajifunika na nini kitambo? Kablanketi. Naona una duvet. Mpaka uko umekalia hapo mtu anaona una furaha. Nikiangalia hii side naona kuna laptop, kuna nini kazuri hapo kakuwekelea. Nikiangalia hii side mambo mazuri jamani. Naona kiti hapa. Very good. So najua huu ni mwanzo tu. Kutokana na story yangu umejua hiyo wakati nimepitia imekuwa mrefu sana. Mamiaka. Sasa kuna saa zingine unasikia hawa watu wakutia mtu moyo anakuambia na kizungu ati there's light at the end of the tunnel. But atuambiwangi hii tunnel ni kiasi gani, what is the length? So hii tunnel inaweza kuwa mrefu but tujue tu kuna light. Hiyo tu ndio ilikuwa na vitu kama hizo, alafu nimejua tu kama sikufi saa hii. Na niko na bronchitis, pneumonia, TB zote pamoja. Naenda Kenyatta, Mbagathi na sijapata corona.
nikajua Mungu aniachi na sikufi. Ati uko na magonjwa gani? Ilikuwa pneumonia, bronchitis na TB. Na hizo zingine herpes pia. Na corona sasa haikunishika na nilikuwa na hiyo ni kinga ya chini. Sio ni Mungu. Ile immune system ilikuwa chini sana. Ilikuwa chini sana. So nikukuwa tu na faith na hope. Those zingine kibinadamu mwili inatulemea. And it's also good to sana wanaume na vijana to speak out. Juu kunyamaza inatupea depression, then ina lead kwa hizi vitu zingine. Cause me yangu shida kubwa juu HIV haikuwa issue kwangu. Nimekuwa nikifanya nao hata hiyo macho venye nakwambia hiyo ni nzuri. I type. But venye depression inaingia unaambia mtu mimi niko na hii shida hii. Wewe ni mwalimu, wewe ni trainer. Unanyamaza, huyu mwingine anasitaka. Watu wanaona wewe huwezi patwa na shida. Jiweni, wewe ndio mwalimu wake ulimfunza mambo ya stress management. Utashindwa aje na stress. So vitu kama hizo zinafanya watu wanaenda chini sana. Hata ukiangalia tu statistics ya Kenya watu wanajinyonga, wengine wanaume, watu vijana. So inafaa tuongee tu. Mtu aseme Kenya atasema you're born alone, you'll be buried alone. Yeah. Ambassador of Peace, that is your name. Ulijua aje? Ambassador of Peace. Yes. And I was broken into pieces. Then you came the peace. And the Prince of Peace picked me. And I'm at one piece. Because the peace is my joy. And because I have joy, it strengthens my strength. Actually ukinichukua ndio nilikuwa nimetoka kulala kwa kibanda. Nililala kwa kibanda for 3 months. Time corona iliingia, ndio time bibi alienda. Ikabaki nikapata pneumonia na TB na pia nimekuwa nikimeza ARVs za HIV tangu nikiwa 13 years old. So venye ulinichukua mkani assist hapo, at least nikaanza pick up. But now afterwards sikujua akili pia ilikuwa imeaffectiwa. Which the time nilikuwa sana shindwa. I couldn't remember even my M-Pesa pin. Even nakumbuka by the way M-Pesa pin yako huko unaikumbuka? Sikuwa nakumbuka. So ikarudi that state. Alafu umejua sina relative mwenye angekuja kae pale na mimi. So I'll just call someone. Mfano jingo umeandika M-Pesa pin kwa ukuta natoke namba. Ngoja. M-Pesa pin ulikuwa umeiandika kwa ukuta. Ndio usisahau? Ndio nisisahau natoke ni namba. So material I lost a lot of finances hapo. Simu yangu ile last time wakaenda nayo. Ikabidi niame pale. Umejua kama kitambo tukiwa job before corona nilikuwa natoka kazi naingia kwa nyumba. Watch cartoon na mtoto. Sasa pale niko tu pale na tu vijana umejua tu Kayole sisi tuko nayo. Si nzuri sana. Na mimi sikujua. So I really messed up, but I thank God kunitoa kwa hiyo mess. But mostly nilisaidika in terms of kutumia what I was given to learn na watu wa kuongea na wao. Okay. But right now, because I lead a platform, this is a testimony. Hiyo ilikuwa mlima Farodhi. Ilikuwa mlima. Mpaka nilisema blessings of the God addeth no sorrow. Juu sahi nikiamka, I'm very strong despite the skinny in me, but I'm very strong. Nitapigiwa na all of the people that call me right now, I got them from this platform. Wow. Yaani ulipata marafiki wa kutoka nje ya nchi, marafiki wazuri, marafiki wanakuangalia kila siku, marafiki wanafuatilia story yako, wanataka kujua kama ulikula, unaishi aje. Na hujai experience kitu kama hiyo tangu uzaliwe. Si hiyo ni mapenzi. Na ndio tunaambia watu. People out there watakusaidia kuliko hata watu wenu. Yes. Hujai experience kitu kama hiyo kwa maisha yako. Baka mtu anakuambia you're very strong, I love you. Auamini, but nilifika mbali sasa with these ones ikaona this true, these are true Christians. Vizuri kutuambia unaendelea aje tukimalizia? Sasa hii kibarua nimerudi kiwanja. Things have changed. Unajua vitu kama
safe abortion, yani vitu nilikuwa na advocate for, sasa siwezi fanya. Ndio sasa hizi nimehubiri Mungu huku kwa mtaa. Siwezi faenda kunini sema huko mambo ya safe abortion and all family planning to this as I used to do before. I thank God for everything. The greatest thing nimepata barodi ni peace. Nilisikia jina yako siku za first nikasema hii si hata need ya material or anything. I just did peace. My heart was so chaotic. Lakini saa hii nimetulia. Ulipata amani after kupatana na balozi wa amani. Balozi wa amani. The price of peace. The price God gave me, the price of peace. Mpaka sinanga nini imekuja tu like last month. Una feel ni kama ulikuwa umebeba mzigo ingine. But una feel at least